Karibu kwenye ujasiriamali siku ya leo msikilizaji. Katika video ya siku ya leo naenda kukuelekeza hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni yako ya maji nzito kabisa popote pale ulipo. Kwa hiyo kama wewe unapenda ujasiriamali, basi unaweza kusubscribe ili usipitwe na madarasa ambayo nimekuwa nikifundisha watu mbalimbali. Jambo la kwanza, mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Lakini pia nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia bidhaa nyingi, zaidi ya bidhaa 21, lakini ndani ya hizo bidhaa ipo na sabuni hii ya maji ambayo tunaitengeneza siku ya leo. Kwa karibu sana. Ukihitaji huduma yetu unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba 0783 500 971. Ni text kwa WhatsApp, then nitakupa ushirikiano wa haraka zaidi. Hatua ya kwanza, tunamimina chumvi, na chumvi nzuri ambayo inapaswa kutumika ni chumvi ya mawe. Kwa hiyo usitumie chumvi ambayo imesagwa. Unaweza ukatumia ikatoa matokeo mazuri, lakini matokeo utakayopata katika chumvi ya mawe ni the best zaidi kuliko matokeo ambayo utayapata kwa kutumia chumvi ya kusaga. Baada ya hapo tunaweka siles. Watu wengi pia hupenda kuita siles, hupenda kuita jina la Texapon. Hii hapa ni uji mzito ambao kazi yake kubwa ni kutoa povu katika sabuni. Kwa hiyo zingatia sana maelekezo haya ambayo ninakusaidia. Ikiwa utapata changamoto, basi utanitext kwa WhatsApp, then niweze kukuelekeza au kukufundisha zaidi. Unaweza kaingia katika madarasa yetu. Vile vile unaweza kupata nakala ya kitabu cha Miliki Kiwanda Chako ambacho nimeandika sabuni za liquid zote, lakini pia unaweza kujipatia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Kitabu ambacho nimekuandikia bar soap zote, sabuni za magadi, vipande, tiba, sabuni za kuogea pamoja na bidhaa zingine nyingi. Karibu sana kwa ujasiriamali msikilizaji. Baada ya kukoroga, ukiona kwamba mshikamano umekuwa mzuri kati ya chumvi pamoja na siles, unaanza zoezi la kuweka maji. Kila baada ya dakika fulani unaweka jagi moja, huku unaendelea kukoroga kuelekea upande mmoja. Mimi naweza ngasema kwamba hii hapa ni fursa ambayo unaweza kaifanya na ikakutoa mahali. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wako mahali na wamekuwa wakilalamika kwamba sina kitu cha kufanya. Kuwa na kitu cha kufanya au kutokuwa nacho ni tabia ya mtu. Hapo tunaweka perfume. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kusingizia kwamba hauna mtaji wa kuanzisha biashara ya sabuni, kwa sababu container kama hili mimi nalikoroga kwa shilingi 21,000. Natoa lita 30. Lita 30 nikiweka kwenye madumu ya lita 5 napata madumu 6. Dumu moja nauza wastani wa shilingi 10,000 mara 6, shilingi 60,000. Sawa. 60,000 natoa 21,000. Labda natoa paka na 10,000 nyingine ya ziada, 31. Kwa 31 nabakia na 29,000 kama faida. Baada hapo msikilizaji, na chukua maji mengine pembeni. Kila kitu kinaenda kwa vipimo. Ndio maana huwa nasisitiza sana watu wajiunge na madarasa au wapate nakala za vitabu. Hapo ninaweka alkatu katika hiyo ndoo. Alkatu ni nini? Alkatu ni dutu ambayo inatusaidia kupata uzito maalum katika sabuni yetu, kwa sababu sabuni usipoweka alkatu inaweza kawa na uzito wa kawaida kabisa, lakini unapoweka alkatu basi kuna uzito wa ziada ambao tunaupata katika sabuni yetu. Baada ya hapo tunaunganisha kama kawaida na ule mkorogo mkubwa. Wakati unaweka usisahau kukoroga, na ukorogaji uende upande mmoja kama inavyoonekana hapo. Yes, tumeweka alkatu vizuri kabisa. Wakati mwingine pia msikilizaji, endapo utakosa alkatu katika duka husika, na kushauri pia utumie CMC. Lakini utakapokuwa unatumia CMC, usitumie maji ya baridi, tumia maji ya moto. Na formula ziko nyingi sana za kuzalisha sabuni, lakini ni formula ambayo inaweza kawa the best kuitumia kwa wajasiriamali wengi zaidi. Ninachukua ndoo nyingine tena. Katika hii ndoo nyingine hapa ninaweka hii hapa ni soda ash. Watu wengine pia kitaalamu wanapenda kuita sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate inatusaidia kuneutralize sulfonic acid. Inatusaidia kupunguza makali ya sulfonic acid. Kwa mfano, kwenye sabuni yetu tunaweka sulfonic acid au labsa. Kama tunaweka labsa, maana yake hii hapa ni acid. Ili simuathiri mtumiaji ambaye anaenda kutumia sabuni hii, basi lazima tu neutralize kwa kuweka soda ash. Na lazima hapa vipimo vifanye kazi. Lazima uwiano kati ya sulfuric acid pamoja na uwiano wa
wa soda ash, kwa sababu soda ash inaenda ku neutralize. Kwa lazima balance. Kwa muhimu sana kuzingatia vipimo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapenda kutengeneza sabuni kwa makadirio sio vizuri, kwa sababu unaweza kutengeneza vile na ikawaathiri watumiaji, na mwisho wa siku kwa na soko dogo au likafifia au likafa kabisa, kwa sababu ya wateja kutoikubali au kutoridhishwa na bidhaa yako. Baada ya hapo msikilizaji, unakoroga kuelekea upande mmoja kama kawaida. Hatua hii ambayo inafuata utaweka glycerin, hatua hii inafuata utaweka CDE, hatua hii ambayo inafuata unaweza kuweka sodium benzoate au citric acid kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kupreserve product yako iweze kuishi muda mrefu pasipo kuharibika. Kwa hiyo ndio hivyo msikilizaji, unaweza kutengeneza bidhaa yako ukiwa popote pale, aidha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au kwa ajili ya matumizi ya ofisini au kwa ajili ya matumizi ya biashara. Jikubali msikilizaji, kila kitu kinawezekana. Na hapa utaweka yale maji ambayo yalikuwa yamesalia kutimia idadi ya lita kadhaa. Kila kitu hapo kinaenda kwa vipimo, silesi, chumvi, kila kitu lazima kiendane na vipimo husika. Na kukaribisha sana kwenye ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi. Karibu sana kujifunza na kupata maarifa zaidi ili uweze kujiajiri. Nimekuwa nikiwasaidia wajasiriamali wengi. Kwa hiyo na wewe unaweza kuwa miongoni mwa wajasiriamali ambao wanaweza kunufaika na elimu hii. Kwa hiyo kwa maelezo zaidi utanitext kupitia WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana katika screen.